Nina hakika ya ilio anaangalia hivi. Na ni yeye anakuambilia dunia. Ati anakuandikia message. When I think about you, I cannot eat. Neither ni yaka. Kijana, hata hujawahi pita Shamata na unamwambia utampeleka dunia yote umzungushe. Si utafute pesa. Si usome. Soma kwanza. Wengine wetu Mungu ametubariki kwa kungangana. Lakini wewe una nafasi ya kulainisha unakoelekea. Usome, upate shahada, upate makaratasi. Wengine wetu ni Mungu ametuhurumia. Mimi nikiajiriwa kama MFM, ile certificate nilikuwa nayo ni ya ubatizo tu. Lakini Mungu ni mwema, niko na talanta. Sasa wewe hauna talanta, huwezi imba, huwezi act, huwezi sema spoken word, haujui kucheza gitaa, haujui kucheza drum set. Na miguu yako huwezi cheza mpira zinakaa. Kila kitu umepewa unaweza pata halali. Ni masomo. Naambiwa kuja hapa ndugu, shika microphone tuimbie wimbo mmoja. Hakuna wako fanana na Bwana, hakuna. Hata sasa hiyo wimbo umeenda hai, huwezi imba. Vile vitu ambavyo huwezi survive bila hauna. Sisi tuko na talanta. Mimi hata sasa hivi mkinifukuza mniambie wewe utakuwa bishop wetu wa JCM Gai. Hata mniambie sasa hutatuhubiria tena. Hii sauti mtanipata nikiuza dawa ya mende nayo. Naingia kwa matatu, nina keti. Kwa hiyo matatu hamjui kuna mtu. Na keti tu tunasafiri pamoja. Tukienda kilomita 3 mnasikia hamjambo wasafiri wenzangu. Majina yangu ni Benson Kamau, mimi ni mhubiri na ninapenda Yesu, nataka tuombe. Mungu Baba, sijui kama hawa watu watafika. Lakini najua sadaka ambao watatoa itawaongelelea. Alafu nachomoa kofia inazunguka kwa basi, naona haijarudi na kitu. Nasema kando na kuhubiri, unasumbuliwa na mende kwako. Siafu na sigilili. Mimi niko na talanta. Wewe uko na nini kijana wa miaka 14? Na unajiita mwanaume. 14 years. Na unaambia wazazi wewe ni mwanaume. Gai. 13 years utaajiriwa kazi na nani? 14 years nani atakuajiri kijana? Si usome. Soma kijana. Umepelekwa hiyo college, soma. Uko university, soma. Sisi wengine wetu ni wazuri. Sasa nyinyi mnatahiri mkiwa na miaka 12. Sisi tuko tunatahiri ukiwa mpaka na 17. Unachomokea daktari hivyo. Wengine wenyu mkitahiri hapa mnalia kama tusichana. Sisi tukitahiri uko unasikia wai. Oi. Oi. Alafu uko pale una chest thump. Weka kiburi chini, concentrate. Bwana Yesu atukuzwe. Weka kiburi, concentrate. Mimi saa hii mahali maisha nimefika. Mimi hata nikikosa kazi nyingine ya kufanya naweza ajiriwa kuendesha matatu. Na usikianga watu wakisema na niye kwa matatu yo. Yale ya mobicha. Naendesha nimeweka mkono hivi. Sasa wewe miaka 12 nani atakutrustia gari yake? Mimi naweza ajiriwa hata kuendesha lori. Wewe utaendesha nini? Ungetwarithia kimodo wa Ngai. Ati wewe ni mwanaume. Na ukiambiwa uende choo ya nje unaambia brother zako, hebu nipelekeni. Tusichana twetu miaka 12 nani atakuoa? Nani ataoa mtoto? Utaki kusoma. Unaondoa meza zote kwa nyumba, udance. Utadance mpaka lini? Ushaiona shosho kwa kilabu?
It is our time. Let us welcome our grandma. Amekuja hivi. Don't waste your time living unholy life. Usipoteze maisha yako kutoishi maisha matakatifu. Niliwaambia jana, wacha nywele yako isimame, wacha ikose kushukwa, lakini usiuze maono yako. Kuna watu watakuja katika maisha yako, unafikiria tu ni mapenzi na ni nyota wanaiba. Wanachukua nyota yako tu. Praise the name of the Lord. Anytime you enter into a sinful world, you open a highway to destruction. Wakati utakubali shetani atumikie tu, aingie kwa maisha yako, utumikie shetani, utakuwa umefungua mlango wa kuzimu. Utaona tu umeenda polepole. Tushindagwe kasichana kalikuwa kazuri, kaliendanga wapi? Hata tuulizanange hapa, hiyo conference nyingine kale kasichana kalikuwa kanaongoza worship. Leo asipue conference hiyo au mimi na mahadha. Naona garasi ila waini dhagi ate ogo. Hoi. Maisha matakatifu ni vile uliingia hapa, utoke hapa na utakatifu na zaidi Mungu mkuu ndani yako. Praise the name of the Lord. Urudi kwa wazazi, ukiketi na wao chini wajue mtoto wetu aliambiwa kitu. Mtoto wetu alishika kitu. Wengine walikuja youth conference hata kalamu hana. Na pale kwa poster chini imeandikwa carry a Bible, carry a pen and a notebook. Sasa utaenda nyumbani kusema uliambiwa aje? Murafu dithiri ate amwagi. Murafu dithiri to tikalite thura result wako rai. So hiyo ni nini unapelekea mzazi? Lakini ile point ya maana, hata Bible verse inayotuongoza leo, living a pure life, haujaandika mahali. That is how serious unajua kama uko serious ama hauko serious. Bwana Yesu atukuzwe. Wazazi wengine wenu wale mmeketi hapa, mukiketi nao chini wabaulize, wangewaambia gai. Unasikia kuna wimbo mtu anaimbaga, emuja wajiraga morotiga gotengerera maundu eterera Ngai na ni madirikanaga kwi mahua maciarĩrĩirwo mĩigua-inĩ na ndĩonekaga. Emuja wajiraga morotiga gotengerera maundu eterera Ngai na ni madirikanaga kwi mahua maciarĩrĩirwo nĩ mĩigua na ndĩonekaga. Na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩ njigĩirwo ihũa ithaka niĩ nĩ mũthamaki. Na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩ njigĩirwo ihũa ithaka niĩ nĩ mũthamaki. Na kũmwĩra ciugo ici, mwaga gũikara torĩa Ngai aramwatha, no mũkaririkana mũhunjia ũyũ ũrũgamĩte mbere yanyu. Ũyũ ũramwĩra tũirĩtu twitũ, tũmwana twitũ, tigai gũtengerera maũndũ, etererai Ngai. Patience is what guides holiness. Wengine wenu mko hapa, maaciari anyu marahoya ũtukũ na mũthenya, na arĩkorwo mwana wakwa anyita ũguo Bishop Ben aramwĩra, mtoto wangu tu aelewe ni nini huyo askofu anasema, aiweke moyoni, imuongoze usiku na mchana. Mimi najua hata hapa wengine, hebu nione kama wewe ni mtoto wa online parents. Mzazi wako amekutuma, unaona huyu mama yako anakuanga wapi? Saudi. Hebu ona mwingine, nani mwingine? Mzazi wako wako? Atako? Australia. Nani mwingine mzazi wake ako nje? Wewe ni wa? Wewe huyu wako wako? Bahrain. Na wewe?
Huyo mwenye alikuwa ameinua dondoli si nje. Unaona hao, unasikia mzazi ako Saudi, mwingine ako Bahrain. I wish you understand kila mzazi wako amepitia ili kugharimika uwe hapa. Hata tukiitana hapa kuomba, haufai hata kutaja kitu kingine. Unafaa kutaja mama yako. Na mama yako anasema, how I wish msichana wangu aelewe ama kijana wangu vile askofu anasema. Wazazi wengine they are toiling. Wanafanya kazi mzito ili wakulee. Wanagojea mtoto atakayeishi katika utakatifu. Mimi najua wazazi wengine wakisikia hapa ati mtoto anavuta bangi ama anakunywa pombe, wanaweza kufia hiyo inchi wako, wakijua vile wanapitia hali ngumu. Utakatifu wako hautakusaidia peke yako, unatusaidia hata sisi. Praise the name of the Lord. Pastor Victor akiangalia mchungaji kama huyu, anajua sasa hapa kanisa la Nyahururu halitaikosa mchungaji. Ile siku ataona huyu amepotea, hata yeye moyo wake unavunjika mara mbili. Lakini tunapoona vijana hapa ambao sasa wameanza kuchukua mwelekeo wa kiungu, tunajua hata kanisa litasimama, inchi itasimama. That is why the nation was worried wakati Gen Z walitokea. Waliopigwa marisasi hatutawaona tena. Those are destinies in the grave. Premature deaths, hawakufa. Mungu hakuwa amepanga wakufe siku hiyo. Praise the name of the Lord. Wengine hata hawakuwa wabaya, walijiunga na mbogi mbaya. Marisasi ikimiminwa, wewe hujui kuhepa. Wale unafuata wanajua ni wezi, ni watu wa town, wanajua kuanguka. Wewe hujui, unaigojea hivi, pa! Unaenda kaburini. Sasa mimi najua wengine wanasema tunangoja siku ya maandamano tutokee. Ukauliwe, kwani nchi ni yako peke yako? Tuikalie Musa na Mosi. Unafikiri wewe utavuma kama Kimathi atiandikwe kwa vitabu? Hutaandikwa, utaishia tu kwa historia ya marehemu. Kwanza wewe utaitwa marehemu. Kuna marehemu, kuna mwenda zake na hayati. Wengine wavumilie. Ukitaka hata kuqualify hata kwa kifo uheshimike, ngojea uwe mtu wa heshima, uitwe hayati. Hayati ni wale watu wanakuanga na eulogy page 3 ama 4. Na inaanza na celebration of a life well lived. Na huyo hata watu wakilia wanalianga vizuri, machozi inaendewa na kucha mahali inatokea. Wewe kufa ovyo ovyo, ukue mwenda zake. Mwenda zake kwa karatasi yake inaanzaga na sunrise, sunset. Alafu watu wanalilianga na huko kwa majani. Kaike mani vitu ile kamaga. Hata kwa kifo ukiishi vizuri utaheshimika. Naitwa mwenda zake, unaandikiwa tu page 3. Usiaro, kurero, kurua. Gukua. Sababu hakuna kitu kingine itaandikwa. Hujaoa, huna familia, umeishi maisha ya ujinga, umekufa hata bila kutuachia generation. Unakuta wengine wanaandikiwa historia yake inaandikwa birth, education, career. Career inakuja mbele ya marriage. Wengine nyinyi mnakuja marriage mbele, career ili uitafutange. Career, business. Marriage unaikuta ikuwa ya 5 na huko. Marriage. Travel mpaka mahali umeenda. Sasa wengine wengi mnataka tu kukufia kale ka historia ka ujinga. Hata historia, hata mpaka tunashindako wewe ni wa nani. Kifo cha tangazwa cha John Mwaura. Marehemu John Mwaura ni mtoto wa marehemu John Mwangi na marehemu Severina Wamboi. Ni ndugu ya marehemu Peter, marehemu Mary, marehemu Jacqueline na marehemu Paris. Ibada ya mazishi inafanywa kwa marehemu mjomba wake. Hata tunashindwa, kwani wewe ulikuwa wakina nani? Yaani tu ulikuwa tu ulijichagulia maisha ya kuishi marehemu na kwa kina marehemu. Cha
Chagua maisha mazuri sahihi. Maisha ya utakatifu ni mazuri, and it costs nothing to live a holy life. It costs nothing. Kwanza nyinyi vijana, maisha matakatifu ni kufunga tu hapa. Kufunga tu hapa. Na wasichana kushika hapa. Hiyo maisha, unaweza kuishi maisha ya utakatifu. Halafu mdomo ufunge. Uongeage wakati inahitajika na wakati haihitajiki na nyamaza. Because samaki hushikwa na nduano kwa sababu ya kufungua mdomo. Samaki ikinyamaza milele haiwezi shikwa. Wengine wenu mnaongea mnajipata kwa shida. Praise the name of the Lord. Yes. Don't be so entertaining to people who do not carry life. Because people who carry Jesus carry life. Wachana na hiyo mbogi ambayo haikusaidii. Hati kazi yake tu ni madunda, road trip, mabangi, manini. Hawaja kubebea uhai, wamekubebea kifo. Praise the name of the Lord. Inawasaidia ama niondoe upuzi hapa? Praise the name of the Lord. Unajua kuna wanasema huyu mtu haya anatusomea sana. Sasa tusiende manini, madunda. Praise the name of the Lord. Sexual sin. Praise the name of the Lord. Nilisema nitawafunza hii kwa sababu huu ndio usiku wa mwisho. Sisi kwa hapa. Lakini lazima hii muende nayo. Ndio unaporudi shule, walio college, wale mnaishi peke yenu, wakati wazazi walikupeleka hostel, hawakukupatia nafasi ya kwenda kutenda dhambi. Walikupatia nafasi ya kwenda kufanyika. Kuna wengine wanaishi hostel wanajua leo nenda hii gorero. Leo. Going to a hostel ama kukombolewa nyumba usome sio nafasi ya kutenda dhambi ama kutokuwa mtu mwaminifu umepewa. It is a chance to become. Na mnajua JCM, mimi nikiachilia mtu aende vizuri na mwambiaga it is your time to become. But now there is something in life that is more dangerous than poverty, more poisonous than betrayal, and more destructive than persecution. It is called sexual sin. Praise the name of the Lord. Sexual sin is a seductive lie that holds your anointing, focus, and vision. Dhambi ya uzinzi ni uongo ambao huachiliwa na dunia ya kishetani ili kushika na kukataa na maono yako, na inafunika mwito ulio juu yako. Wengine wameitwa hapa kuwa madaktari, wengine wameitwa hapa kuwa wakuu serikalini siku zao, but sexual sin absorbs that anointing, inakataa nayo. Some of you here are crowns of grace. Wengine ni taji za utukufu kwa familia zao. But when they engage in sexual sin, dhambi ya uzinzi huiba taji. It uncrowns you. Inakutoa taji. And especially when you are in your direction to the destiny. Hey bishop, unasema ati sasa mimi nisikuwe na boyfriend, tufanyange hiyo maneno na mimi naonanga mabeste zangu kwa church wako na madem. You are not them. Watu wengine unaona wakifanya dhambi zingine ni kwa sababu walizifanya mwelekeo ukapotea. Usitamani vitu vingine kwa sababu unaona watu wengine wakifanya. Hata nyinyi watoto wale wadogo na wanafunzi na wale wako shule, university, college, usitamani maisha mengi kwa sababu unaona wengine wakiifanya. My friend, some of us do not come from those family wale wanafanya haya mambo wametoka. Kuna vijana wanavuta bangi the same school mko nao, lakini mababa zao ndio wanaiba pesa za taifa. Baba yake ni bilionea, ameiba tax ya wazazi wako.
ameiba pesa ya kansa, pesa ya SHA, pesa ya nini. Wewe unajilinganisha na hao watu, na wanavuta bangi kwa sababu wanajua hata wakigoroka kuna pesa ya kuwapeleka India. Wewe goroka uone utafungwa nje na nyororo kama umbwa. Ama mjawahi ona watu wameruka kichwa wanafungwa na nyororo kwa miti? Wao wakiitisha pesa inatumwa. Siku moja nikiwa high school nilijifanya ati mimi nataka kukua kama hao. Kwanza nilikuwa nasikianga wanachukua simu, wanapiga, "Hi daddy. No, it's me. Please dad, send me 4K. Please." Okay, anatumiwa. Mimi nikachukua nikapigia baba yangu, "Mothe." Unasikia wao wanaongelesha baba yao na Kizungu, mimi naita baba yangu na Kikuyu. "Mothe. Teko guoi. Gwihoyaga kwina festival hii. Ndukijikiria girinya." Baba yangu alifurisha simu. "Nduthine." Hiyo maneno hawezi. Na hii mambo ya kujipendekeza na kujifanya, wachana nayo mtu wangu. Wachana nayo. Wacha wao wavae vile wanavaa. Wacha wao waishi maisha yenye wanaishi. Be patient but don't engage. Unajua siku hizi nasikia mpaka mnashikana wasichana, kijana mmoja anaenda na wasichana wawili. Ati ni ndume, ni threesome. Tunaona mnajua. Haitaenda mbali. Haitaenda. That is called a sexual sin. Haitakupeleka mahali. Itakunyonyea mpaka nyota yako. Na hao wasichana watakudanganyiria wewe uishe, na wao wataenda tu wataolewa. Watatafuta tu, watapata kimutu. Wasichana wakosaki kimutu. Haja tu, kuna wengine hata wanakosaka direction. Watatafuta tu kimutu haja kinapumua. Halafu wewe ulipigika, direction ikapotea. Na unajua kwanza wanaume nyinyi si kama wanawake. Mwanamke anaweza kosa kusoma hata nasari na aolewe na MP. Wewe kataa kusoma. Kataa kusoma. Kataa kuwa na karia. Kataa kuwa na kitu unaitanishwa nacho. Uniambie ni msichana mgani atasema, "Oh my God, I am a university graduate but I want a school dropout." Hakuna. Sisi tunawanga dropouts. Wao hawawezi tutaka. Wanaonanga kama unaweza muacha vile uliacha shule. Praise the name of the Lord. Wanaume wale mko hapa, nitawaambia ukweli. Unaonanga msichana hakuingia hata nasari, haki ya Mungu. Lakini ako na figure, ako na shape, ako na hii mwanya na ako na donyi, anaolewa na milionea. Wewe shinda hapo ati, "Ni watu we." Ati yani hata ujui Kizungu, mnakutana na msichana anakuambia, "Hi boy, I'm good. Love you." Anakuuliza, "What do you do for a living?" "Noko hii hagia." Alafu ni wewe uko hapa kijana, ni mchezo tu. Shule imelipwa lakini mchezo. Wacha nikwambie, zile responsibilities zinakugojea. Hakuna mtu atakwambia ufunge hiyo zip. Hata masaa ya kutoa hakuna. Hakuna mtu atakwambia. Responsibility are coming. Hawa wasichana mnacheka na wao hapa. Hawa. Wengine hapa. Wengine hapa watakataa shule, lakini tu wataolewa Marekani. Watu hawafanani. The same wasichana wetu. Vijana wengine mnaona hapa, kwa sababu wanaona tu ka destiny kako. Wazazi wako na mashamba, wazazi wako na tupesa kidogo, wakuharibie destiny kwa sababu wewe ni mrembo na unajua kwenu vile kuko. Listen to this. I'm about to, niko karibu kumaliza, si ndio? Watu wakalale. Tikesha. Mimi sikuwa tayari. Listen to this. Sexual sin is not a free trial. It will cost your life, your favor,
and eventually your future if you don't kill it early. Kuna kitu mmeshika hapo? Sexual sin is not a free trial. Sio majaribio ya bure. It will cost you your life, your favor, and eventually your future if you don't kill it early. Dhambi ya uzinzi katika ujana. Naona mwingine anasema online, Marion Ruta anasema Archbishop usimalize hatuna usingizi. Hata wewe unalala, TV inazimwa. JCM TV inakuwa ya movie kuanzia saa 5. Listen. What does sexual sin do? Number 1. It steals your favor. Sikiliza. Angalieni hapa. Hao wajana nao wamejichagulia direction. Ni mabibi ya wachungaji hao. Wewe ni bibi ya nani ndio uanze kusubuka na kugeuza macho?